vipi? Once again, jina langu ni Sabrina, unaweza kuniita Queen OG, na leo meza ni ya moto sana sana sana. Binafsi yangu, huyu tuliyoko naye hapa mezani leo, mimi nina vibe naye kinoma noma noma. Sijui wewe jenzi upande wako itakuwa vipi, lakini bana leo niko na Zuena Platinum. Nataka tusikie yale ambayo anaweza kutupatia siku ya leo. Usiondoke, usisahau kusubscribe. Stay tuned. Karibu sana Zuena. Oh, thank you very much. Bati najisikia poa sana kuwa na mtoto mzuri kama wewe Sabrina. Shukran, mambo vipi? Fresh. Nataka kwanza tuanze, utupe hii tour yako ya kuanzia kwenda kuzurura Kongo, umeenda umespend. Kwanza nikurekebishe hapo kauli yako. Sikwenda kuzurura. Mimi si kiibirisi. You know what I'm saying? Mimi nilikwenda, so unajua mimi ni msanii, ukiongea neno kuzurura tunapambana tafuta maisha. Ni vitu kama hivyo. Unajua shetani peke yake anazurura. Karibu tuendelee na maswali. Okay, nataka unielezee tour yako ya kwenda either ni kikazi au ulienda kuenjoy Kongo. Ilikuwa sponsored au ni wewe mwenyewe uliamua uandae kiasi fulani kwa ajili ya kwenda kupromote kazi zako? Cha kwanza niseme hivi, unajua kama mtu umezaliwa Tanzania, umekulia Tanzania, nikawa natamani kwenda nijue Kongo napo pakoje, Uganda pakoje, Kampala, Kenya. Unajua hata nchi za Afrika tu hizi, hujaenda hata Ulaya, hata nchi za Afrika napo usiende. Hiyo ni laana. Sasa nikaona nivunje laana ya ukoo, niokoe ukoo wangu. Kwa hiyo nilienda tukutembea, ila nimeenda kutembea, unajua kutembea kutoka sio sana kukaa nyumbani tu. Ninapotoka pata connection zingine, kwa mimi nilienda safari ilikuwa ni ya Kongo, lakini pia Uganda pale nilikuwa na marafiki zangu, kwa wakataka niende pale nifanye show. Kwa nilipotoka Kongo nikarudi zangu hapa Uganda, nikafanya show pale Uganda, watu walienjoy. Na kitu ambacho nilishangaa sana Mungu, nikaona mimi kumbe hadi uko ananifahamu watu kama vibe kama watu wanaruka na singili kama kaida. Wow. Kwa hiyo nilifurahi sana kama hicho si kitu rahisi kwangu. Kwa hiyo kutoka pale Uganda nikaenda Kampala hapa, kuna rafiki yangu aliniita nikaenda nikatembea kidogo pale, ilikuwa muda mchache lakini nilienjoy kufika Kampala. So ilikuwa si kitu rahisi kama nitakuja kufika hata Kampala hata siku moja, lakini namshukuru sana kwa ajili ya Diamond. So si tuacha kusema Diamond ni kila kitu, maana yeye, yani mimi bila yeye nisingefika hapa nilipofika. Hapo kwenye Diamond. Tunataka kwanza tumfahamu Zuena. Zuena ni mtu wa aina gani? Maanake wengi wanamjua Zuena, wimbo wa Diamond ndio uliofanya wakazidi kutamani kumfuatilia. Zuena ni mtu wa aina gani? Zuena ni mtu ambaye anapenda sana sanaa. Mimi napenda sana sanaa. So nilikuwa nafanya video. So tumeshoot video nyingi sana, benipo nyingi za muziki nyingi sana. Lakini nyimbo ya Diamond ndio ikanipeleka viral, kujulikana na watu wengi, sio Afrika tu, hata mabara Ulaya, Marekani pia. Nilikuwa na manager kwa ananisupport kule. Maana aliniona Tanzania kwa video ya Diamond. Kwa alisimama kama manager kwangu. Nifanye naye kazi, ingawa ilikuwa sio kwa muda mrefu sana. Tunajua vitu vingi inahitaji kama msanii, so tukashindwana hapo. Ingawa kwa amani tu, lakini Zuena ni mtu ameanza sana kitambo. Wengine wanajua Zuena tu nitokea kama jini kwenye ile video ya Diamond, nikaona tu nimekuwa mtu fulani. No, kila kitu kinakuwa na process. Lazima usupport, lazima uaso sana huko ili ufikie sehemu fulani. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wanajua kitu kama hicho tu, labda nilitokea tu kama msukule. Mimi nilipambana kwenye sanaa na bado naendelea kupambana, kwa kuwa sanaa haina mwisho, sanaa haina mwenyewe. Wanawake wengi hawapendi kutaja umri wao, lakini nataka nijue mchakato mzima wa Zuena toka alikotoka mpaka kufika Dar es Salaam, lakini mambo yako ni mengi ya kufanya, akaamua sanaa. Mimi sanaa nilikuwa napenda tokea niko bado sana, tokea na miaka 18. Nitokea niko binti kabisa mdogo, kwanza niseme nilikuwa napenda sanaa. Lakini nimefika miaka 15 kama siku kama 15 huko nikaanza sanaa, ingawa ilikuwa tu ni mtani huku, nikawa nimeanza mimi nimepata kama mtoto kangu, nilikuwa na miaka 16. Ukiwa mkoa gani mwaka huu? Dar es Salaam, Tanzania. Zuena alizaliwa mimi nakumbuka babangu alikuwa askari Ukonga, Gongo la Mboto pale. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa mdogo sana, nilizaliwa hapo, lakini tukahama tukaenda mkoani. Sasa nimekulia Mbeya. Okay. Kutoka Mbeya safari ya kurudi Dar es Salaam ikawa vipi? Safari ya kurudi Dar es Salaam kwa ni michakato,
Unajua mimi nimekaa zangu Mbeya, nimesoma kule, nikaenda sekondari, ingawa sikumaliza hadi hapo mbele hapo, sikumalizana hapo kutokana na wazazi wangu walipofariki, wazazi wangu na ndugu zangu wengi wakawa washaondoka kule. Kwa mimi nilikuwa nimesoma pale ili nimalize shule na mimi nije huko Dar es Salaam kwa ndugu zangu. Kwa hiyo ilikuwa hivyo, ndio maana nikaondoka kutoka Mbeya kuja Dar es Salaam, kutokana nilikuwa sina mtu akaa naye kule, kwa ajili tu nilikuwa nasoma. Kwa baada ya kumaliza masomo yangu nikaja Dar es Salaam kwa kakaangu ambao anaitwa Ezekiel, ni askofu. Yes. Okay. Ni story ambayo inakonga kwa kweli. Hongera na pole. Asante. Najua kila kitu Mungu ndo anayepanga maisha, Mungu anatupangia. So hatujui leo tupo hai, lakini hatujui kesho yetu. Mimi najua kesho yake. Yeah, kweli. Yes. Lakini pia kwa niaba ya Watanzania nataka kumsifia Zuena. Kwa historia yako tu fupi, ni mtu ambaye unaonekana umepiga hustle za kutosha. Muziki, safari yako ya muziki ilihamasishwa na nini? Ni video ya Diamond au ni wewe tu mwenyewe ulitamani muziki toka zamani lakini hukuwa na namna ya kuanza? Mimi toka zamani nilikuwa napenda sana muziki sana, napenda sana muziki. Nilikuwa napenda muziki ya mbele, nilikuwa naangalia muziki ya mbele, nilikuwa napendaga kusikiza muziki, kukaa ndani kusikiza muziki, nikienda kanisani naimba praise. Kwa hiyo nilikuwa napenda siku moja nikijipata mtu fulani. Unajua kila kitu natamani nikiwa mtu fulani nitafanya kitu fulani. Kwa hiyo nikaona hii ni chance. Naweza kufanya kitu kingine. Unajua kufanya tu movie peke yake, sometimes movie unaweza kuwa zimedoda, umekaa hata upigiwi simu, labda fanya za kwako wewe mwenyewe. Nikaona kwa nini nifanye kitu fulani mbona kama naweza kufanya muziki. Kwa nini sifanye na muziki? Kwa hiyo kitu nakipenda, nikaona acha nifanye na muziki. Hata kama hichi kitakuwa kimesimama muda fulani, mimi nitakuwa upande huu. Kwa kuwa hamna anayejua baada yake. Uweze kutegemea kitu kimoja katika maisha. Kupitia sanaa, ni dili gani ambalo lilikupa mkwanja ambao mwenyewe ukasema yes? Nyingi sana. Yaani kupitia video ya Diamond. Kwa kweli nimeona raha ya sanaa. Ingawa sio kwa ukubwa ule, lakini kupitia video ya Diamond ninafanya niishi, ni ile, ni yani kila kitu. Kwa hiyo mimi hivyo tunashukuru Mungu. Wow. Yes. Okay, unataka kuthibitisha kwamba Diamond ana mchango kiasi gani kwenye kuipushi sanaa yako lakini na maisha yako kwa ujumla? Diamond ni malaika. Naona kama ni malaika alitumwa toka mbinguni kwa ajili yangu. Alafu ni mtu ambaye ana upako, so ukiwa naye anakuconnect ule upako. Alafu wewe hautabaki vile ulivyo. Kwa hiyo kupitia yeye mimi vitu vyangu vingi vinafunguka. Kwa hiyo nasema Diamond ni kila kitu, ni yani niseme tu ni Mungu alimtuma kwa ajili yangu. Uhusiano wako na Diamond kabla ya kufanya video na baada ulikuwa vipi na sasa uko vipi? Kabla ya kufanya video so ilikuwa ni mwenyewe niona mtu wa ajabu, nikajua mtu atakuwa anajikweza, mtu mwenye majivuno, labda atakuwa vipi, lakini ilikuwa tofauti na vile nilivyofikiria mimi. Ilikuwa ni mtu mwenye upendo sana. Alikuwa akinikea sana tuko location. Na mpaka tunamaliza kufanya video naenda pale Wasafi, alipokea vizuri sana. Na mpaka kesho nikienda mimi pale napokelewa kama familia pale. Kabla ya kufanya video ili umfahamu Diamond, ni nani alikupush kwenye hicho kikombe au ulifanya jitihada gani kufika kuonekana sasa huyu ndio Vixen tunayemtaka kwenye hichi kichupa? Kabla ya hapo mimi ni msanii, so kama nafanya sanaa nishashuti nao mara nyingi sana, wananifahamu. Najua kama video mimi nafanya muziki. Lakini mimi sichagui mtu ambaye kukaa kwenye video yangu. Au sichagui labda video king, mimi sichagui. Director ndo anaangalia story na anachagua mtu. Kwa hiyo mimi director Ivan ndo alichagua kwa huyu atafaa. So anampelekea Diamond, bwana msanii huyu hapa, vipi anafaa? Yes anafaa. Kwa hiyo akapitisha, kwa hiyo kanipitisha, kwa hiyo ni Mungu. So labda niseme kitu gani. Kwa hiyo mimi nimefanya kazi nyingi sana na madirector wengi, director Ivan, Askana, Kenny. Kwa hiyo wale ndio wanajua huyu atafiti kwenye hii kazi. Unajua Kwa hiyo sio wanachukua tu kama maandazi. So unatuma picha kwanza, kuna process zinakuwepo. Unatuma picha yako, watu wanapitisha pale, inakuwa ndio hivyo. Okay. Bana, kama ndo kwanza unajiunga, hii hapa ni Connection TV na leo tuko na Zuena Platinum. Usisahau kusubscribe, lakini pia usiondoke, endelea tu kuangalia kipindi mpaka pale ambapo utaliona hitimisho. Connection TV, the house of details and fact news. Zuena. Yes. Nataka tuzungumzie muonekano wako. Zuena huyu tunayemuona tattoo kibao nini, ukisuka lazima uweke bleach kidogo, jonjo nyingi, mara umenyoa kidogo, yani heka kama zote.
ni sanaa ndio inakupushi kufanya hivyo, au ni muonekano ambao ulikuwa unauadmire hata kabla hujajipata? Hiyo unaona msanii, nilikuwa nasema nikija kuwa msanii fulani hivi ambao unajulikana hata East Africa, nitaweka tattoo fulani hivi. Unajua kwa anafanya sanaa huwezi kuwa sawa na mwana kijiji fulani Mlima Visamvu. Ama tofauti kidogo, unajua muonekano ni kitu cha muhimu. Yeah. Alafu kingaa kama mtu na sura kama ya baba. Ama kidogo jiboreshe. Hata watu wakuone, si unajua ndugu yangu. Shout out sana. Na kitu kingine ambacho nataka kujua ni kuhusu hizo tattoo zako. I know wasanii wengi hawapendi sana kuzungumzia tattoo ambazo wanazichora miilini yao, lakini nataka leo utupe hiyo engo kidogo. Una tattoo ngapi mwilini? 4. 4. Mimi najua moja tu ya Diamond Platinum. Ya, ipo hii ya Diamond hapa mkononi, pia ipo hii. Huyu ni Bikira Maria na huyu ni Yesu. Napenda kutoa tattoo za Yesu sana kwa kuwa Yesu ndio kila kitu katika maisha. Lakini nimekuona na nyingine mguuni. Ya, pia ni ya Yesu. Kumchora Diamond Platinum ni upendo ulionao au ni kutokana na vile ambavyo support yake, au kuna kitu ambacho hatukijui kuhusu Zuena na Diamond? Ni upendo tu, hamna kitu kingine, ni upendo. Unajua mtu alinikea, sikutegemea kama angenikea kama vile, kwa hiyo tu ni upendo ndani ya nafsi yangu, nilimpenda. Maana bila yeye kuna muda nilikuwa naona naenda long kabisa katika maisha yangu, lakini Mungu, ni kama nimesema mwanzo, ni Mungu alimtumia kwangu kama malaika.